Ikitokea umefukuzwa kazi, maisha yataendelea kama yalivyo au utarudi sifuri? Je, lile basi la njano litaendelea kuja hapo nyumbani au litaishia mwezi huo ambao umefukuzwa kazi? Je, hiyo nyumba ambayo unaishi, unalipa kodi 200,000, 300,000, utaendelea kumudu hiyo gharama au itashindikana? Kumbe basi, kama unapata mshahara, utumie mshahara wako kama mbegu. Kabla hujalipa maji, hujalipa umeme, hujafanya vitu vingine, jilipe kwanza wewe. Weka akiba. Yaani nikisema jilipe kwanza wewe, ieleweke vizuri. Sio kujilipa ukanunue soda, ukanunue chipsi kuku, hapana. Weka akiba, wekeza ile pesa. Itume ile pesa iende ikatengeneze faida sehemu nyingine. Na iko wazi, si kila mtu anaweza kuwa mfanyabiashara, lakini linapokuja swala la uwekezaji, sisi wote tunaweza kuwa wawekezaji, kwa sababu unaenda unawekeza pesa zako sehemu fulani, zinaenda kutumika kwenye biashara au miradi mbalimbali, inatengeneza faida, then ile faida mnagawana. Kama ulikuahidi 1% kama UTT AMIS, utapata hiyo 1% yako kila mwezi. Kama umenunua hisa, kama umenunua ardhi, iko namna hii. Rai yangu kwako, hakikisha kila kinachopita mkononi mwako, mega kidogo, yani umepata 100,000, 10,000 mpaka 20, iwekeze. 80,000 nenda kafanya mambo mengine, wala hakuna shida yoyote.